Hebu tuzungumzie bangi. Bangi ni mmea, lakini kitaalamu una nini mpaka inakuja kuwa kilevi na watu wanavipenda mpaka mtu anapata uraibu kwamba mtu afanye jambo lolote mpaka avute bangi? Kuna nini ndani yake, Mwalimu Kapera? Nashukuru. Labda nianze kwanza, bangi ni mmea kama ulivyosema. Ni kweli ni mmea na umekuwa katika nchi mbalimbali na ukitambuliwa kwa majina mbalimbali. Ndio. Nchini Marekani ulikuwa unatambulika kwa jina la hemp, lakini China ulitambulika kwa jina la ma. Kule Sweden ulitambulika kwa jina la Cannabis sativa. Lakini kule Jamaica ulitambulika kwa jina la holy plant. Ila mwaka 1975 wa Jamaica wawili, Rubini na Comitas, waliubadilisha jina wakauita ganja. Kumbe jina la ganja limetokea Jamaica. Limetokea Jamaica. Ganja. Maka nataka nikuulize, hii ganja hii ni ya wapi? Kumbe limetokea Jamaica. Jamaica. Okay. Na ni mwaka 1975 ndo hilo jina lilibatizwa na hawa Jamaica wawili, Rubini na Comitas. Ganja. Lakini pale Syria wana mmea wao walikuwa wanautambua kwa jina la azula. Lakini yote ni bangi tu. Ni bangi tu. Na maeneo mengine ya Asia pale waliutambua kwa jina la hashishi. Na msingi wa ile jina hashishi ni bwana mmoja alikuwa kiongozi wa magaidi anaitwa Hassan ibn Saba. Yeye alikuwa anawafundisha vijana ili wakafanya uhalifu, kwa analazimika abadilishe akili zao. Sasa ndio akauita jina hashish. Msingi wa hashishi ni Hassan ibn Saba kule maeneo ya Syria. Lakini umeniuliza, nirejea sasa katika swali lako la msingi uliouliza kwamba ndani ya bangi kuna nini? Mmea wa bangi una jumla ya kemikali nyingi sana. Hata tukizungumza hapa hatutamaliza. Una jumla ya kemikali 421. Mche mmoja. Kemikali 421 katika mti wa mbangi. Sawa. Lakini moshi peke yake una kemikali 150. Kwa hiyo moshi una jumla ya kemikali 150, lakini mmea peke yake una jumla ya kemikali 421. Asa mara nyingi ninapopata fursa ya kutoa elimu au kukaribishwa kwenye vipindi kama hivi, huwa nazungumza kemikali 5. Kemikali 5 ambazo zina madhara yake yanaonekana kabisa. Ukizungumza mtu anajua kumbe inaleta hali hii kwa mtu. Unataka niendelee? Natamani nijue hizo kemikali. Ndio maana nimetaka jua nini kipo ndani yake. Kemikali ya kwanza inaitwa tetrahydrocannabinol. Kwa kifupi inaandikwa THC. Hiyo tetrahydrocannabinol iko kwenye mmea. Na hasa kwenye ncha. Ndio maana mtangazaji mara nyingi wanazungumza, ukivuta bangi ukaweka na mbegu mle inakuwa kali sana. Mbegu za ile bangi. Mbegu za bangi. Wako sahihi kwa sababu mbegu zinazaliwa juu kule kwenye ncha na THC iko nyingi kule kwenye ncha. Kwa hiyo maana yake anapovuta bangi ile akachanganya na mbegu, anaongeza concentration ya THC kwenye kivutio chake. Kwa hiyo lazima itakuwa ni kali zaidi. Hiyo THC ina madhara makubwa sana. Na yenyewe madhara yake yanajikita kwenye ubongo pale. Kitu cha kwanza, yenyewe inavuruga shughuli za ubongo. Ubongo ule uwezo kutafsiri mambo, kutafakari na shughuli nyingine zote zinazohusika pale ndani ya ubongo zinavurugwa. Mwalimu, kabla hujaendelea, samani, nataka uwafafanulie watazamaji, vijana na hata ambao sio vijana katika hili. Unavyosema hii THC inakwenda kuvuruga ubongo. Ndiyo. Wakati mvutaji anaamini nikivuta kama ni ule moshi unapitia puani, unaingia kwenye mfumo wa kwenye mapafu, yaani kwenye mfumo wa upumuaji kwa ujumla wake. Ndio. Kule kwenye ubongo unafikaje hadi kwenda kuvuruga? Nashukuru. Mniuliza swali zuri sana. Moshi moja mvutaji anapovuta unachukua sekunde 14 tu. Unapenya kupitia nyama laini na mifumo ya mishipa hadi kwenye ubongo. Ndani ya sekunde 14 moshi unakuwa umeshafika kwenye ubongo. Na hii kwa bangi tu au hata sigara? Hata sigara, lakini kuna tuendelee na bangi. Nitakuja kuzihusisha hapo.
Kwa hiyo THC, tetrahydrocannabinol, ni kemikali mojawapo pia inapochangia kukuza hamu ya chakula au ulaji usio wa kawaida. Maana mtu wa bangi anaweza sahani nzima akala mwenyewe na asishibe. Kwa hiyo ile kemikali inachochea hivyo. Maana tafsiri ya ubongo kwamba mwili umetosheka chakula, ubongo huwezi kutafsiri hivyo. Na wakati mwingine anaweza akaamua jambo la kulia yeye akacheka. Kwamba shule ubongo kazi unapaswa pale ulete sensi ya kulia, yeye anacheka. Wakati mwingine anaweza akanyamaza, ukamjibisha akanyamaza tu. Ni kwamba ubongo umebadilishwa shughuli zake za kawaida, utendaji wake wa kawaida na hiyo THC. Lakini vile vile huwa inatanua mishipa. Ndio maana mvuta bangi anafikiri kwamba kitendo cha macho kuwa mekundu ni amekuwa jasiri kama simba. Naomba hapa wasikilizaji mnisikilize vizuri. Hakuna ujasiri pale macho yamekuwa mekundu kama simba. Manake ni mishipa ya damu imetanuka, kwa hiyo damu inakuwa ni nyingi. Kwa ile mishipa iliyoko kwenye macho, ambaye macho ni transparent kama kioo, damu inaonekana sasa. Kwa hiyo damu inaonekana kwa wingi, macho yanakuwa mekundu. Ni mishipa imeongezeka size. Na hiyo yote ni kazi ya hiyo THC. Lakini labda niendelee na kemikali ya hiyo ya kwanza Kemikali ya pili inaitwa resin. Resin. R-E-S-I-N. Sawa. Hiyo resin ipo kwenye mmea nayo, lakini kwa kiasi kidogo ipo kwenye moshi. Yenyewe kazi yake inaenda kuathiri mifumo ya fahamu, nervous system. Kwa mawasiliano ndani ya mwili yanakuwa dhaifu. Ndio maana wakati mwingine mtu akivuta bangi, japo sio wote, unaweza kushangaa kinyesi kimetoka tu. Ina maana ubongo umeshindwa kudetect kwamba nataka kujisaidia ile misuli inayohusika na kufungua na kufunga njia, inakuwa haina mawasiliano na ubongo, anajikuta tu amejisaidia. Sawa. Lakini wakati mwingine huwa kuna imani inayopotosha watu, wanasema ukivuta bangi unaweza kufanya kazi mchana kuto bila kuchoka. Ndugu mtangazaji, sio kweli. Kutsa mwalimu, wanaosema hivyo ni wavutaji wenyewe. Na pengine wanapitia hizo hali. Wewe unasema sio kweli. Pengine labda kwa ushahidi upi? Nitaeleza. Akavuta bangi wenyewe anakuambia kivuta bangi anaweza hata kalima eka 2 peke yake. Kinachotokea pale ni mawasiliano ya kwenye muscle, kwenye misuli ambayo ndio inahisi kuchoka, hayapo kati ya misuli na ubongo. Ila akilala asubuhi akiamka mwili utakuwa umechoka, kuchoka kuko pale pale. Ila wakati ule anakuwa amepata kitu kama ganzi. Kwa hiyo ni mawasiliano mwilini hayako vizuri. Lakini nadhani katikati ya mada yetu nitatoa rejea ya ukweli wa mada yangu. Ni mada nzima inaweza kutumia kama dakika 15. Ukweli wa maneno yangu na utoa wapi? Ni tafiti zilifanyika wapi na ushahidi nitatoa. Sawa. Hiyo ni resin. Resin ya pili. Kemikali nyingine? Kemikali ya tatu inaitwa TAR. TAR. Na nadhani kwa zama hizi nitaeleweka vizuri kwa sababu wanafunzi wengi au vijana wengi wamepitia elimu ya sekondari. Kwa hiyo wanaelewa vizuri hizi compound ziko vipi. Lakini kabla sijaenda huko, TAR ni uteute. Ni uteute ambao kama ule unayepatikana kwenye majani ya tumbaku. Kishika hivi kama unanata. Au ukivuta mvuta sigara akichukua karatasi nyeupe akaipulizia, utaona inabadilika inakuwa kama njano. Ndio. Kwa hiyo ile ndio TAR. Sasa hiyo TAR madhara yake inaenda kuathiri mapafu. Ikienda kwenye mapafu inazama ndani, na nyingine inajipakaza juu ya mapafu na kusababisha kansa ya mapafu. Ndio maana mvutaji mara nyingi naulizwa maswali, kuna mahusiano gani kati ya kukohoa na uvutaji wa bangi? Kuna uhusiano mkubwa kwa sababu kukohoa ni matokeo ya kuathirika kwa mapafu
ambaye anaathirika na kemikali mbili ambayo nitaisema ya tano. Hii taa ya tatu na kemikali ya tano inaathiri mapafu, inasababisha kansa ya mapafu hiyo taa. Sawa. Niende kwenye kemikali ya 4. Ya 4 sasa. Kemikali ya 4 inaitwa carbon monoxide. Msoma compound katika shule zetu kwa level ya sekondari tunasoma carbon ana compound mbili, ana compound moja ni carbon dioxide, compound ya pili ni carbon monoxide. Kwa hiyo vijana wananielewa vizuri nikizungumzia carbon monoxide, wanaijua hasa kwa zama za leo hizi vijana wengi wamesoma shule. Carbon monoxide ni sumu. Na usumu wake unakuja wapi? Yenyewe ina tabia ya kureact au kushambulia seli hai nyekundu, hemoglobin. Hemoglobin ni viasili ambavyo vinahusiana na kusafirisha oxygen mwilini. Kwa hiyo zile agents za kusafirisha oxygen mwilini zinashambuliwa na carbon monoxide. Matokeo yake ni mvutaji yule wakati mwingine huwa wanatulia sana, wakati mwingine wanakuwa wavivu, hasa kwenye shughuli zinazotumia ubongo. Mimi ni mwalimu pia wa darasani kabisa wa kufundisha. Ili kuweza kudetect mtoto anavuta bangi ni rahisi sana. Anakuwa mvivu, hataki kufikiri, na kitu kidogo sana hawezi kufikiri hata kidogo, kwa maana ile supply ya oxygen ambayo inawezesha yeye apate nguvu mwilini inakuwa ndogo. Kwa hiyo kemikali hiyo inahusika na kushambulia hemoglobin mwilini. Ya 4 hiyo. Ndio. Lakini labda nimalizie ya 5. Sawa. Ya 5 inaitwa carcinogen benzopyrene. Tarudia hilo jina, carcinogen benzopyrene. Hiyo ni kemikali ambayo ipo kwenye moshi peke yake. Kwenye mmea haipo. Na matokeo yake ni kwamba unapounguza yale majani kuna menyeko unayotokea au kuvunjika kwa zile compound inatengenezeka hiyo compound hiyo. Lakini unaweza kuniuliza swali, inakuwaje hiyo kwenye moshi na moshi umetoka kwenye jani ambalo limeungua moto? Ukichoma kitu chochote kinaweza kuzalisha product nyingine. Inawezekana tu. Kwa hiyo carcinogen benzopyrene hiyo ndio mbaya sana. Ndugu mtangazaji, eneo hili na imani kama wako wananifuatilia wanapaswa iogope sana bangi. Carcinogen benzopyrene inakwenda kwenye mapafu. Ikifika kwenye mapafu yenyewe inaingia ndani ya pafu na inatafuta white blood cells, seli hai nyeupe ambazo zinafanya kazi ya kukinga mwili. Kwa hiyo kemikali inashambulia hizo seli hai nyeupe. Kwa hiyo matokeo yake kila gonjwa ambalo linahusiana na eneo la mapafu litakupata tu. Kwa sababu kinga ya maradhi, kinga wadudu wanaosababisha maradhi katika eneo la mapafu inakuwa haipo au inakuwa dhaifu sana. Kwa hiyo tayari magonjwa ya kukohoa, magonjwa ya kifua, kwa maana ya kuharibika mapafu yanamshambulia mvuta bangi. Nairudia, carcinogen benzopyrene ni kemikali hatari sana. Kwa hiyo kwa haraka nitakuwa nimejaribu kueleza kemikali. Sawa. Asante sana.